Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya habari ambazo zina make headline huko mtandaoni ni kuhusiana na maneno ambayo ameyazungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Master J. Bwana Master J bwana amezungumzia moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimeibua mjadala mzito kweli kweli huko mtandaoni, hususan hii mada ya kumuhusu Diamond Platnumz. Kwa mujibu wa maneno ambayo amesikika Master J akiyasema, amesikika akisema kwamba Diamond alimfanyisha mazoezi ya Harmonize kwa takriban miaka 4. Master J amezungumzia hilo bayana. Sasa context ya swala hili lote kwa ujumla ni kwamba kuna page hapa imekuja kuripoti na kutoa taarifa kiundani zaidi, wakiwa wameandika kwamba mtayarishaji mkongwe wa muziki hapa nchini Tanzania, yani producer Master J alitoa nafasi kwa mashabiki kumuuliza maswali kwenye ukurasa wake wa Instagram, na moja kati ya maswali ambayo aliulizwa na shabiki ni kwamba yani Master J mwenyewe waga ana huu taratibu wa kuweka kuposti baadhi ya vitu mbalimbali kuhusiana na industry ya muziki wa Bongo Flava huko Instagram. Na this time around bwana, ni kwamba katika kitu ambacho amekuja kukizungumza bwana ni kuhusiana na aliwapa nafasi wadau mbalimbali pamoja na mashabiki wamuulize maswali yoyote ile kuhusiana na industry kwa ujumla. Hii bwana, moja kwa moja ikapelekea moja kati ya mashabiki kuweka ujumbe ambao walikuwa wanamuuliza Master J kwamba nataka kukuuliza kwenye kazi yenu ya ujaji, wale wasanii mnaokuwa mnawapa mkataba wakiwa kwenye mashindano na baada ya kufanikiwa, je, baada ya mashindano, baadhi ya wale walioshinda wakati wa mashindano kwenye kazi ya sanaa au mziki, je, ni somo gani kubwa zaidi mmelipata upande wenu? Na je, mmekuwa mkichochea kipi kwenye usaili wa hivi karibuni mnaofanya? Hilo ndo lilikuwa swali bwana la huyu shabiki. Alikuwa ameuliza kwamba wale wasanii mliokuwa mnawakataa, amesema kwamba nataka kuuliza kwamba kwenye kazi yenu ya ujaji, wale wasanii ambao mlikuwa mnawakataa wakiwa kwenye mashindano na baadaye wakafanikiwa nje ya mashindano yenu na kujikuta wanabadilika kwenye jamii zaidi hata ya baadhi ya wale ambao walikuwa wanashindana kwenye mashindano na wakashinda kwenye kazi ya sanaa au muziki, je, somo gani kubwa zaidi mmelipata upande wenu? Na je, imeongeza kitu chochote kile kipya kwenye usaili wa hivi karibuni mnaofanya? So hilo ndo swali la moja kati ya wadau. Kama hujaelewa vizuri, ni kwamba huyu mdau bwana ambaye anafahamika kwa jina la C Universe Nation anamaanisha, alichokiuliza anasema kwamba kuna wale wasanii ambao huaga wakienda katika mashindano ya BSS huaga wanatupiliwa nje, yani wanafukuzwa, wanaambiwa kwamba hawajui kuimba. Umeona kwa hiyo wanakosa nafasi hata ya kuingia katika hatua zozote zile za mashindano ya BSS. Alafu baadaye hawa wasanii wanakuja wanafanikiwa nje ya BSS. Je, hicho kitu wamejifunza nini kuhusiana na vitu kama hivyo? Na pia vile vile kuna kipi ambacho kimechochewa katika usaili huu mpya ambao wameufanya wa BSS kwa mwaka huu hapa 2026? Umeona bwana. Kwa hiyo huyu mdau alikuwa anauliza kuhusiana na hiyo issue, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna wasanii wengi sana ambao walienda BSS pale kwenda kuwania nafasi katika mashindano hayo, lakini mwisho wa siku bwana walikuwa wanafukuzwa kwamba hawajui. Lakini baadaye wasanii hawa ambao walikuwa wanafukuzwa pale BSS walivyotoka nje ya BSS na kujipambania wenyewe, wamekuwa mastaa wakubwa tu, na wengine wamekuwa ma celebrity A-list kabisa hapa Tanzania. Kwa mfano Harmonize, kuna wakina Kituga wale, kuna wakina Akili, na kukumbuka kipindi kile walivyokuwa Kings Music walikuwa wanafanya vizuri sana, kumbe na wenyewe pia walipita BSS wakatimuliwa. Kwa hiyo sasa mdau hapa ndo amekuja kuuliza kwamba je, imeongeza kitu gani chochote kile kipya kwenye usaili wa hivi karibuni mnaofanya, ambapo Master J amekuja kujibu hiyo comment. Ameandika kwamba Diamond alishasema kwenye interview kuwa alimfanyisha Harmonize mazoezi muda wa miaka 4.5 kabla ya kumtambulisha kwenye jamii, kwa sababu kwa kipindi kile kiwango chake cha kuimba bado kilikuwa kiko chini sana. Sasa BSS inakuwa
tulikuaga hewani kwa kipindi cha miezi mitatu tu, ulitaka tumfanyishe bwana Rajabu mazoezi miaka 4.5 ndani ya miezi mitatu. Je, wewe umejifunza nini kwenye mfumo huu? Kwa hiyo hilo bwana ndo jibu la Master J, which lina make sense kwa sababu ukiangalia ni kwamba watu wanalaumu kama ulikuwa uelewi ni kwamba wadau bwana wamekuwa wakilaumu na kuiponda BSS kwenye swala la uweledi, wakati BSS ina run kwa muda wa miezi mitatu tu, lakini wasanii wale wanaoenda pale kufanya usaili wengi wanaenda pale vipaji hawana, viwango vya kuimba viko chini, mazoezi hawajafanya. Kwa hiyo wakienda pale wanapewa kama ilivyo, kwamba kama hujui kuimba wanakuambia ukweli kwamba wewe hujui kuimba, rudi nyumbani au jaribu mwakani au achana na muziki kabisa. And then wakitoka pale wengine ndo wanakuwa bado hawajakata tamaa, wanaenda katika hizo institute za hapa na pale, kama vile hao wakina Harmonize walivyoenda WCB kule wanakupiga msasa miaka 4 na zaidi, umeona kwa hiyo mwisho wa siku eventually unakuja kuwa msanii mzuri, unakuwa unajua muziki uko vipi, vocal, sauti na nini vinaimarika, ndio anakuintroduce, unakuja kuwa maarufu. Kwa hiyo hauwezi ukailaumu BSS kwamba mbona huyo ana kipaji na ndio mbona huyo ana kipaji alafu mlimkataa. Hapana, haiko hivyo, kwa sababu wakati ameenda kufanya BSS mashindano au audition alikuwa hakuna kitu. Umeona bwana, na wenyewe pia wamemjewaji kama the way alivyokwenda kwamba alikuwa hana kitu, then baada ya mwenyewe kufanya jitihada binafsi ndo amefika pale. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho hapa Master J alikuwa anakielezea. So baada ya maelezo hayo ambayo ameyatoa Master J ni kwamba hapa bwana kumekuwa na comment mbalimbali, wadau hapa wamekuja kuzungumzia swala hilo. Kwa mfano hapa kuna mtu amesema kwamba bwana bado hajajibu swali, hata washindi wa BSS nao pia hawaonekani kufanikiwa zaidi kuliko waliowakataa. Mwingine amesema kwamba bwana iko real, hata Harmonize naye pia kipindi kile alienda BSS alikuwa anajua kabisa kwamba kuimba hajui, alikuwa hana vigezo. Mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana mzee anazingua. Kuna mtu anasema kwamba lakini jamaa hajauliza kuhusiana na Harmonize, Master J anajibu kuhusiana na Harmonize. Mwingine amesema kwamba bwana Master J alichokisema yuko sahihi. Kuna mwingine amesema kwamba bwana kwani kila ndage mwenyewe pia anasemaje? Wadau wamekuja kuweka hizo comments. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana Master J amejibu hapo kiutu uzima sana leo, hadi nimependa, yani nimependa, big up sana bro, Mungu akuweke aisee, kumbe una stara kiasi hicho. Kuna mdau hapa amekuja kuweka bayana kwamba yeye amefurahishwa au amependezwa sana na jibu ambalo amelitoa Master J. So ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.